Nina mimba. Unasemaje? Una mimba? Judy na mimba Judy. Judy. Umefanya nini sasa Judy? Umefanya nini Judy? Nitamwambia nini mama? Yaani Judy, tofauti na mama tuseme sawa mama amenisamehe. Nitafukuza chuo. Na ndio itakuwa sababu ya mimi kukosana na mama. Pia ushawahi kuwa na wapi ndoa ya mtu ambaye ana ujauzito? Wapi? Judy. Sikize kampeke kitu Judy. Sio unanipenda? Na natamani kabisa tufunge ndoa. Sikiliza kitu kimoja. Kama unanipenda na unanihitaji katika maisha yako, nakuomba utoe hiyo mimba. La sivyo utafute baba mwenye mtoto huyo. Karibu. Mbebe kijana. Safi. Karibu. Asante. Naona unachezea kompyuta. Ya, napitia mitihani hapa. Okay. Mbona jana nimekupigia simu tukutane ofisini hujafika? Shida nini? Oh, Rasi. Yes, Rasi. Ni kwamba jana mimi nilifika hapo ofisini. Lakini sijakuta mtu yoyote. Hujamkuta pale sekretari wangu mimi? Ni kwamba ofisi ilikuwa wazi.
na mtu ambaye nilimkuta hapo ananiambia kama hujafika toka asubuhi. Okay, hamna ambacho kimeharibika kwa sababu mimi mwenyewe lengo langu lilikuwa ni tukutane hapa nyumbani kwenu. Hivi hakuna chochote ambacho mama yako amesha kueleza kuhusu kazi? Mkubwa, unajua yule ni mama yako. Kwa tumeishi maisha ya utani sana. Wow. Tumeongea mambo mengi. So kama kuna chochote labda ambacho wewe unakifahamu basi unaweza kaongea. Okay. Swala lenyewe ni kuhusu kazi. Maana mama yako alikuja kuniomba kazi ofisini kwangu. Nikamwambia basi kwa haina shida. Kama kijana yupo, aje afanye kazi na bahati nzuri ombi lake limekubaliwa. Yaani unatakiwa uje ukaanze kazi. Bwana Rasi, nilihitaji kujua kitu kimoja. Unajua yule ni mama yangu. Wewe na yeye mnapokaa na kujadili kuhusiana na kunipa mimi kazi, vipi mlijaribu kufikiria pia labda kuniweka pia na kunishirikisha kabla ya kukubaliana? Hilo swala siwezi nikalingilia kiundani sana, maana mama yako ndo kaja ofisini kwangu na kudai kwamba ana kijana wake ambaye anataka kufanya kazi. Kwa hiyo nikaona sio mbaya kukupa kazi, sasa sio wenyewe tunatafuta mtu ambaye atafanya kazi pale. Kwa ndio maana nikasema karibu ofisini. Ninachotaka kukuambia ni kwamba mimi sihitaji kazi. Sipo tayari. Really? Yes. Mimi mwanafunzi. Okay, sio mbaya. Maana hata watu wengi wanatafuta hiyo kazi. Kwa maana hiyo, kwa sababu mwenyewe umekataa, mimi sina budi ya kukuforce. Kwa sababu labda baadaye utakuja kujutia hii kazi, kwa sababu wengi wanitafuta sana tu. Na sina mengi ya kuongea kwa sababu mwenyewe msiko umekataa. Basi utamwambia mama yako kama nilikuwepo. Basi karibu tena. Okay, kwaheri. Asante. Sikilizeni tuambie. Taarifa ni nzuri. Sisi ametupatia dakika 15 za kukaa nje kwa ajili ya mapumziko. Alafu baada ya dakika 15 tunaingia ndani. Au sio? Tunapewa kitabu. Kwa hiyo mimi natangulia, mtanifuata.
Da Judy. Karibu sana rafiki yangu. Ila hata hivyo tu umenitenga. Ni toka nimeolewa Da Judy leo ndo umekuja kuniona. Kweli rafiki yangu. Mimi sijapenda hiyo hali lakini Okay sawa nimekuelewa. Lakini jamani sio kwamba nimekuachilia. Yaani sitaki kuja kukuona hamna. Nyumbani nikoishi huko kuna shida ndio maana mambo yalikuwa yanaingiliana rafiki yangu. Sasa hivi nitakuwa wow, mume wangu. Karibu. Karibu mume wangu. Nice. And me nice to see you. Welcome. Thank you. Ulikuwa wapi wewe? Mimi nipo. Aisee una tu surprise sana. Kweli Yeah. Umeshakula? Kuhusiana na chakula usijali. Ndio kwanza nimefika. Nitakula hapa nyumbani. Okay poa. Mimi niwaache kwanza mpige stories zenu. Niko ndani. Jamani rafiki yangu, samahani. Jamani. Samahani kwa usumbufu rafiki yangu. Haina shida. Aisha niambie, kwenye ndoa una furaha? Rafiki yangu. Ndio furaha ipo, sema tu tunapambana, si unajua tena. Hata kama mimi nipo kwenye ndoa ila amani ipo. Vipi kuhusu urani? Nimesikia kwamba mna maandalizi ya ndoa. Vipi? Ndoa yenu inaendaje? Au maandalizi bado? Aisha, umeona Boshemi amekuja? Haya, acha nitakuja kuambia siku nyingine. Okay, poa, ina shida. Haya. Kweli. Haya, rafiki yangu tuko pamoja. Kijana wako yule jana unajua nimefika hapa nimeongea naye kuhusu ile swala la kazi lakini kaonyesha jeuri sana. Afu baby. Sasa shida unajipa nini? Mimi nilikuwa nazuga tu. Kumbe ulikuwa nazuga. Nilikuwa nazuga ili ukiwa unakuja hapa nyumbani. Ajue huyo ni bosi wake. Ili tuwe huru. Afu una akili sana. Kwa hapa sasa ni full kujiachia tu. Ni full kujiachia. Kweli? Jisikie huru. Alafu na yule baba yako yule anakuja kuleta fujo hapa sijui nini. Wapi hilo? Baby. Hamna mtu yoyote. Hawezi. Ndio maana nakupenda kwa sasa. Vipi? Mbona mapema? Nimeruhusiwa. Na nani? Tulipata msiba. Kafa nani? Mke wa mwalimu wa darasa la 5 amefariki. Ndio ameturuhusu sisi wote wanafunzi turudi nyumbani. Pole zenu. Asante. Habari zenu watoto wazuri? Salama. Mungu sawa. Ndio. Shikamoo. Marhaba. Marhaba. Kwema Okay, poleni. Asante. Hawa nao. Wanangu hao. Wazuri kama wewe. Asante. Si wewe utaniua. Na mimi nitapata tu wazuri kama wewe. Tena nitakupigia hawa. Sio mmoja.
Wa kike wa Utanifanya kiume. ninenepe mimi. Okay baby. Sitoka sana maana tunajua watoto tumeshaingia. Sio nataka wazaji waiva za ofisini then baadaye ndakula. Wewe tena. Karibu. Asante. Naona leo tuna ugeni. Naona wachekicheki mechi hapa. Ndio. Mbona uongei? Uniongea basi haraka kwa sababu bado nafuatilia mechi hapo. Sitaki vinipite pite. Nijaribu kucheki shuleni lakini nikawa nimekosa. Kana sio mbaya. Nimekuja kuangalia kwa nyumbani. Nakusikiliza, niambie, si unakuja kuniangalia? Moja sababu mimi kufika hapa ni kuwa Jennifer Kikoli pale shuleni. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Pia kila mwanaume ambaye ni rijali atatamani kuwa na wewe. Kimaanisha kuwa mimi hapa. Wewe nini? Mimi hapa nakupenda.